unayopitia yote, usilie. Usilie mama, ukimuomba takupa. Amesema yote atakayoomba nitampa Bwana. Usilie, usilie mama, usilie mama, usilie mama, usilie mama, usilie, usilie mama, usilie yako Bwana anajua. Usilie nasema, usilie Bwana anakujua wewe. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kona zote umepiga kwa waganga ushirikina, mitishamba umepanda zinakurudisha nyuma. Kona zote umepiga kwa waganga ushirikina, mitishamba umepanda zinakurudisha nyuma. Huu mwaka wa mavuno kini chini ushuda, pesa kazi nilonao kanitunuku hadharani, gari nyuma nilonao kanitunuku hadharani. Familia Bwana nangaie zambi malam, familia Bwana nangaie zambi malam. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kanibariki hadharani, oh hadharani. Kanibariki hadharani, oh hadharani.
mbali kaniweka uvuni. Boda boda za Eldoreti waulize wanajua. Umenitoa kwenye jua kali kaniweka uvulini. Nawe mama geuka, tumufate Mwokozi. Ndugu yangu geuka, tumufate Mwokozi. Geuka, tumufate Mwokozi. Geuka, tumufate Mwokozi. Kanibariki hadharani, Oh, hadharani. kanibariki hadharani, Oh, hadharani. kanibariki hadharani, Oh, hadharani. kanibariki hadharani. Oh, hadharani. MC Blaze, Zambelanga, Michael Lamani, Musani Mutu yangu, Papa Atakas, Producer SM, Usicomplicate, hapana sahau, Mike Vitok, Pastere. Chuma, 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 chuma. Oh my God, it's the L on the beat. Basi nataka kuchukua na fursa hii kukukaribisha kirasmi katika kipindi yetu ya siku ya leo. Kwa wale ambao hawanijui, kwa majina ninaitwa kama Sylvester Otieno, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na asubuhi ya leo nimekuja mahali hapa ili niweze kuwaletea imizo ama neno la Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaenda kuomba kisha tuingie katika neno asubuhi ya leo. Wacha tuamini na tuombe. Baba, tunasema ni asante kwa wakati huu Bwana, umefanya tukakutana mahali hapa katika kipindi hiki Bwana Jotich Show. Tunaikabidhi mikononi mwako Jehova. Neno la asubuhi ya leo Mfalme tunataka kuiweka mikononi mwako Jehova. Ukaitangulie Jehova, ukaonekane kwa ajili ya watu wako Mfalme ambao wataweza kuisikia mchana wa leo, asubuhi ya leo, kwa maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi nataka kuchukua fursa hii asubuhi ya leo kuweza kukuhimiza na kukuletea neno la Mungu. Kama vile nilivyotangulia kukueleza pale, kwa majina ninajulikana kama Pastor Sylvester Otieno. Ninashiriki katika kanisa la Sword of Hope Ministries pale Fedha, chini ya our spiritual mother Prophetess Ann Nzilani. Pia tuko chini ya Emma ya Imani Baptist Church, chini ya Bishop Apostle Alfred Loboko. Wacha tuingie katika neno asubuhi ya leo, na ninajua ya kwamba unaenda kubarikiwa. Leo neno letu linaenda kutoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, sura ni ya 5. Tutasoma kifungu ya kwanza, ya pili na ya 3 kwa uwezo wa Mungu, na najua ya kwamba mwisho wa kipindi utaweza kubarikiwa. Na neno la Mungu linasema hivi: Ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akawatuma watumishi wake kwa Sulemani, kwani alikuwa amesikia ya kwamba wamemtia mafuta awe mfalme mahali pa baba yake, kwa maana Hiramu alikuwa akimpenda Daudi siku zote. Kifungu ya pili nasema, basi Suleimani akatuma watu kwa Hiramu akasema, umemjua Daudi baba yangu jinsi asivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wake, kwa sababu ya vita vilivyomzunguka pande zote, hata Bwana alipowaita watu chini ya nyayo zake. 4 inasema, ila leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande, hakuna adui wala tukio baya. Nami tazama, na kusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, kama Mungu alivyomwambia Daudi baba yangu akisema,
Mwana wako nitakayemweka katika kiti chake cha enzi mahali pako, ndiye atakayeijenga mahali kwa jina langu. Praise the name of the living God. Nataka jioni ya leo nikuhimize, nikuambie ya kwamba inawezekana. Mahali tumesoma katika Biblia in the book of 1 Kings chapter number 5 from verse number 1, Biblia inatuambia ya kwamba Hiramu ambaye alikuwa ni mfalme wa Tyre alienda akamwambia, alikuwa ametuma ujumbe wakati ambapo Suleimani alichaguliwa kuweza kuchukua nafasi yake kutoka kwa baba yake ambaye alikuwa mfalme Daudi. Na mfalme Suleimani alipochukua nafasi ama alipoanza hatamu yake ya kuongoza wana wa Israeli kama mfalme wao, kulikuwa na mfalme wa eneo ambayo inajulikana kama Lebanon, alikuwa anaitwa Hiramu. Akatuma wajumbe ama ambassadors, akatuma watu wake kutoka pale Lebanon kuenda hadi Israel ili kuweza kupeleka heri njema kwa yule ambaye alikuwa amechaguliwa ama yule ambaye alikuwa ameanza kazi kama mfalme kwa Waisraeli hiyo wakati, ambaye alikuwa ni Suleimani. Tunajua vizuri kwamba Suleimani alikuwa ni mwana wa mfalme Daudi, na baada ya hatamu ya Daudi kuisha, basi ilikuwa ni hatamu sasa ya Suleimani kuanza kufanya kama mfalme katika nchi ya Israeli. Na Biblia inatuambia kwamba wakati ambapo mfalme Hiramu alitumana ujumbe kwenda pale ili kuweza kupeleka habari za heri njema kwa mfalme Suleimani alipokuwa akianza kazi, Biblia inatuambia ya kwamba Suleimani alipeana ujumbe huu ukamrudia yule mfalme wa Hiramu akimwambia ya kwamba, unajua vyema ya kwamba babangu Daudi alikuwa amekusudia kujenga hekalu la Bwana, lakini haikuwezekana kwa sababu ya vita alivyopigana nayo kutoka kila upande. There were war from all sides of Israel during the time when King David was the king. Mfalme Daudi hakuweza kufanya vile ambavyo alikuwa amekusudia. Alikuwa amepanga kama mwanadamu, kama mfalme, ya kwamba aende ajenge hekalu la Mwenyezi Mungu katika Israeli. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba haikuwezekana kwa sababu ya vita ambavyo alikumbana navyo kutoka kila upande wa nchi ya Israeli. Asubuhi hii ya leo ninataka nikutie nguvu mpendo ambayo unanitazama, nikikwambia ya kwamba huenda kuna mambo ambayo baba yako, huenda kuna mambo ambayo mababu zako, huenda kuna mambo ambayo watu ambao walikutangulia walikuwa wamekusudia kufanya, lakini hawakuweza kufanya kwa wakati ule kwa sababu moja au nyingine. Huenda kuna vita ziliinuka kwa ajili ya jamii yenu, huenda kuna vita ziliinuka kwa ajili ya kazi ya baba yako, huenda kuna mambo ambayo haikuenda sawa kwa biashara ambayo mama yako alianza, huenda dada zako waliokutangulia siku ya leo hawakuwa na ndoa, lakini wewe siku ya leo nimekuletea habari njema. Kama vile Suleimani alirudisha habari ya ujumbe kumrudia yule mfalme wa Hiramu akimwambia ya kwamba, tazama, baba yangu ambaye alikuwa mfalme kabla mimi sijafika mahali hapa alijaribu sana kujenga hekalu la Mwenyezi Mungu, lakini haikuwezekana kwa sababu ya vita. Huenda asubuhi ya leo umeona vita ambayo imenuka kwa jamii yenu. Huenda asubuhi ya leo umeona vita ambayo imenuka kwa ajili ya familia yenu. Huenda asubuhi ya leo hakuna kitu cha kushangilia kwenye nyumbani. Huenda asubuhi ya leo mama yako akona kilio kwa sababu hakufaulu kwa maisha. Huenda asubuhi ya leo mama yako akona kilio kwa sababu hakufaulu kwa biashara ambazo alianza. Huenda siku ya leo uko na malalamiko kwa sababu kazi yako haiendi vizuri. Unaweza ukauliza watu, kaulize, jamani, mbona sisi kwetu hatuolewangi? Unaweza kuenda ulize watu, kwani mbona sisi kwetu hakuna mtu akona kazi ya maana? Unaweza ukaenda ukauliza kwenyu, kwani mbona sisi kwetu kulienda hivi na kukaenda vile? Huenda utaambiwa ya kwamba uwezoea tu kwa sababu kwenyu watu hawaolewangwi. Huenda ukaambiwa wezoea tu kwa sababu kwenyu hakuna mtu anafanikiwangwa. Huenda ukaambiwa wezoea tu, kaa hivyo utulie kwa sababu kwenyu haiendangi hivyo venye wewe unataka kufanya. Lakini nimekuletea habari njema, kama vile Suleimani alileta habari, akarudisha ujumbe kwa mfalme, akamwambia ya kwamba ingawaje babangu Daudi hakuweza, ingawaje babangu Daudi hakufaulu, ingawaje mfalme babangu ambaye alitangulia hakuweza kwa sababu ya vita zilikuwa zinainuka kutoka kila pande. Alikuwa akipigwa vita na the Amobites, alikuwa anapigwa vita na the Babylonians, alikuwa anapigwa vita kutoka kila kona. Alipokuwa akijaribu kuinuka kujenga hekalu la Bwana, hangeweza kwa sababu kulikuwa na distraction, hangeweza kwa sababu kulikuwa na interference, hangeweza kwa sababu kulikuwa na hindrances. Kuna mambo ambayo zinaweza siku ya leo zikakuzuia kusonga mbele na kazi ya Bwana. Kuna
mambo inaweza kukuzuia siku ya leo ukasonga mbele pamoja na familia yako. Kuna mambo inaweza kukuzuia asubuhi ya leo ukasonga mbele pamoja na jamii yako. Kuna mambo asubuhi ya leo inaweza imezuia watoto wako kusoma vile ambavyo ulikuwa umepanga. Kuna mambo inaweza asubuhi ya leo imekuzuia kuendeleza biashara yako kama vile ulikuwa umekusudia. Lakini kuna habari njema ambayo Mfalme Suleimani anatumana irudi kwa ujumbe ambayo imetumwa kutoka kwa mfalme wa Hiram. Anamwambia hivi: enendeni mkamwambie mfalme ya kwamba anajua vyema ya kwamba wakati babangu alipokuwa mfalme hakuweza kufaulu katika kujenga hekalu la Bwana, lakini leo hii habari njema ambayo anarudisha, anamwambia katika kifungo cha 2, kifungo cha 3, anamuelezea ya kwamba leo hii Mungu wangu ameweka maadui chini ya nyayo za miguu yangu, na hakuna adui hata mmoja ambaye anaweza akainuka. Na kwa sababu hiyo adui ameshawekwa chini ya nyayo zangu, kuanzia siku ya leo ninaenda kuinuka na kujenga hekalu la Mwenyezi Mungu kwa niaba ya baba yangu, kama vile Mungu alivyonena. Biblia inasema ukisoma ukiteremka pale chini, akaambia wale wajumbe ya kwamba waende wamwambie mfalme Hiramu ya kwamba amsaidie na vifaa ambavyo alihitaji, amsaidie na materials, amsaidie na miti, ampatie vitu ambavyo anahitaji ili aweze kuiendeleza kazi ambayo ilipaswa kufanywa na baba yake. Lakini haikuwezekana kwa sababu ya watu ambao waliinua vita dhidi ya nyumba ya mfalme Daudi. Asubuhi ya leo nimekuletea habari njema. We ambaye uko mahali hapa, we ambaye unanitazama, we ambaye umeniangalia asubuhi ya leo, nikikuletea habari njema ya kwamba mambo ambayo ilishinda baba yako, mambo ambayo ilishinda mama yako, mambo ambayo ilishinda babu yako, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu leo anaenda kuweka maadui za wazazi wako chini ya nyayo zako. Kwa sababu siku ya leo Mungu anaenda kuweka maadui za babu zako chini ya nyayo zako. Huenda hata maanti zako hawakuolewa, huenda hata kama waliolewa hawakutolewa mahari na ukaambiwa wewe zoea tu, hata kama hujatolewa mahari ni sawa tu. Huenda uko hapa wewe baba unanitazama, umekuwa na kilio ukitaka kupeleka mahari kwa wakwe zako, lakini haujaweza kwa sababu ya hitilafu za kifedha. Huenda ukiangalia nyuma, ukiangalia hata ndugu zako waliokutangulia wanakuambia ni sawa kwa sababu hata ndugu yako mkubwa hajawahi kupeleka mahari. Nimekuletea habari njema ya kwamba you are going to be the protocol breaker. Unaenda kuvunja hiyo protocol, unaenda kuvunja hiyo kawaida, unaenda kuvunja hizo limitations in the mighty name of Jesus. Ya kwamba kuanzia siku ya leo mambo zote, kila mambo, kila kitu, kila jambo, kila neno, kila hatua ambayo haikuwezekana kwa waliokutangulia, in the mighty name of Jesus, kama vile Biblia imetuambia, na iwezekane kupitia kwako wewe uwe ndiye wa kwanza wa kushuhudia na kusema, ingawaje kwetu watu walikuwa masikini, lakini leo nimesimama na kupita hiyo pengo na kuwa tajiri in the mighty name of Jesus Christ. Ingawaje kwetu watu hawakusoma, leo mimi nimepita hiyo protocol na nimekuwa msomi katika jina la Yesu. Ingawaje ndugu zangu waliotangulia watoto wao hawakuweza kufika university kwa sababu walikosa pesa ya kuwasomesha, siku hii ya leo wewe ukue wa kwanza kupeleka watoto wako university in the mighty name of Jesus Christ. Ingawaje inawezekana waliokutangulia siku ya leo wako na kilio na maangaiko kwa sababu maisha hawawezi kuishi kama vile inavyostahili, wanaangaika mjini, wanaangaika mpaka kijijini. Siku ya leo, kuanzia siku ya leo, kila vita zote zilizoinuka, kila vita zote zilizoinuliwa kwa ajili ya jamii yako, simama katika hiyo pengo kwa maombi na kuamini Mungu, ukaweze kuziharibu na kuzivunja. Uwe wa kwanza wa kupigwa mfano ikisemekana, tazama huyu dada, tazama huyu ndugu, watu wa kwao hawajaweza kuwa namna hii, lakini yeye amekuwa wa kwanza kufaulu katika jina la Yesu. Kuwa wa kwanza asubuhi ya leo kuharibu hizo protocol zote, kuharibu kila vita zote, kuweka chini ya nyayo za miguu zako kila vita ambayo ilikuwa imeinuliwa, ambayo ilifanya watu wa kwenyu hawakufaulu, in the mighty name of Jesus. Uko mahali hapa dada, ukiuliza watu wa kwenyu wanakuambia, unajua hata anti zako hawakutolewanga mahari, unajua hata watu wa kwenyu anti wako ni single mom, unajua hata huyu anko yako ameishi hivyo akikunywa pombe. Huenda siku ya leo unajikomfort ukisema aidhuru, kwa maana hata watu wa kwetu pia waliishi hivyo, kwa maana hata watu wa kwetu pia waliishi wakikunywa pombe, kwa maana hata watu wa kwetu pia waliishi wakiwa walevu, kwa maana hata watu wa kwetu pia walikufa wakiwa masikini. Kwa hivyo unataka kuzoea hali unayopitia kwa sababu ya watu wa kwenyu kama walivyopitia. Lakini nataka ubadilishe.
Change that script from today. Change that script from today. Change that mentality from today. Toka mahali hapa, enda tafuta uso wa Bwana. Toka mahali hapa asubuhi wa leo, enda ukatafute uso wa Bwana. Asubuhi ya leo ninakunenea dada. Asubuhi ya leo ninakunenea ndugu. Asubuhi ya leo ninakunenea mpendwa, ya kwamba you can be the first person who is going to change the situation, who is going to change the normality, who is going to change everything in your family, in the mightiest name of Jesus Christ. Ninataka tu nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba usiwe na uoga. Vita zinapoinuka, usiwe na uoga. Watu wanapopigana vita ili waweze kuwamaliza pale nyumbani, wewe simama imara kwa maombi. Wewe simama imara kama vile Suleimani alivyosimama. Na kila jambo ambayo haikuwezekana, kila jambo ambayo haikufanyika, kila jambo asubuhi ya leo inawezekana katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. Nataka tu nichukue hii nafasi ninapomalizia nikikuhimiza ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hata kama Daudi hakufaulu kujenga hekalu la Bwana, lakini mwanawe mfalme Suleimani alipokuja, alisema ya kwamba anaenda kusimama kwa niaba ya familia yake, na kujenga hekalu ni kwa ajili ya kutimiza vile ambavyo Bwana alitaka ifanyike kupitia familia hiyo ya Daudi. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa tutumalizie hapo tunapoenda kuomba kwa imani ya kwamba chochote ambacho hakikuwezekana kwa waliokutangulia na iwezekane kupitia kwako. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Kama vile neno lako limetuambia Bwana ya kwamba chochote ambacho hakikuwezekana kwa waliotutangulia unaenda kutuwezesha, kama vile ulivyomwezesha mfalme Suleimani. Katika jina la Yesu Kristo, huyu ndugu, huyu dada ambaye anatazama runinga asubuhi ya leo, Bwana ukamwezeshe, kwa maana wewe ni Mungu mwenye uwezo, na tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Ningependa tena kukukumbusha tu ya kwamba kanisa letu Sword of Hope liko pale maeneo ya Fedha. Unaweza kushiriki na sisi kila Sunday. Tuko na ibada kuanzia saa 2 mpaka saa 7. Njoo ukutane na watumishi wa Mungu. Kuna prophetess wa Mungu pale ambaye atakusaidia kueleza mambo ambayo imekuwa ikikusumbua. Pia ningependa kukukaribisha kirasmi. Tuko na worship experience tarehe 30 Oktoba ambayo ni next Sunday kuanzia saa 8. Popote ulipo, tafadhali njoo tuweze kuabudu Mungu pamoja. Ukitaka kuwasiliana nami unaweza kunipigia simu kwa hizo nambari ambazo zinapita hapo chini. Mungu awabariki sana. Shalom. Asante kwa kunisikiliza. Heshima zote ni zako Yesu. Pokea sadaka yetu Baba. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe
yangu Baba ni wewe, ni wewe. Ulibeba laana yangu msalabani Baba, ni wewe. Ulibeba tatizo langu Yesu, ni wewe, ni wewe. Ulibeba maradhi zangu Yesu, ni wewe, ni wewe. Ni wewe
tukuinue. Pokea sifa na utukufu Baba. Mwenye hakuna mwingine kama wewe Masia. Tunakuinua Yesu, wewe mwenye enzi Baba. Mamlaka, Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka, shimani zako tunakuabudu Yesu. Ni zako kudua, mwenye enzi ni wewe Bwana, heshima zote ni zako Yesu. Zote ni zako Yesu, zote ni zako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Baba, Wow, asante sana asubuhi alipo popote ulipo. Mimi wenyu Munguja Kadongo. Karibu sana katika asubuhi ya Jotisho popote ulipo. Leo tunasemanga tuna wageni kutoka kila eneo. Tuko na kundi ya kwaya asubuhi ya leo. Bila kuchukua wakati nataka niwakaribisha moja kwa moja angalau tujue wametoka wapi na hii bandi inaitwa aje. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Amen. Karibuni sana na mjisikie nyumbani hapa ndio tunataka mkuje kila wakati. Wow, vile umesikia nataka tujue moja kwa moja wanaitwa nani alafu hii band inaitwa namna gani. Bila kuharibu wakati nataka tuanze dada yetu. Dada yetu Bwana asifiwe. Amen. Kabla tujaendelea sana nataka tuambie jina lako ni nani, labda wewe ni mwimbaji kutoka leo au kutoka kitambo, wakati ni wako. Amen. Kwa majina naitwa Shole Takinyi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nilianza kuimba 2013. 2013? Amen, amen, amen. Amen. Na dada yangu mwingine? Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Evelyn Owando. Evelyn Owando. Ya. Wow. Napenda Yesu. Uimbaji nilianza kuimba 2019. 2019 ndo nilipata kurekodi. Barikiwe sana. Amen. Vile umeona tuko na watu wengi hapa hivi, hata mwanaona na kuna kijana hapa hivi ameng'ara kweli kweli. Kijana Bwana asifiwe. Amen. Labda upande wako unaitwa nani? Ya kwa majina naitwa Lucas Ochieng. Lucas Ochieng. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Karibu sana. Asante. Naona tuko na pia mwenzetu hapa anaitwa nani? Mpe microphone pia aseme kidogo. Ndugu yetu Bwana asifiwe. Amen. Labda tueleze unaitwa nani na hii idara ya labda ya muziki. Sasa utaombea hii pale inaitwaje na wewe mwenyewe unaitwa nani? Okay, mimi binafsi ninaitwa James Okoth. Ama Maxwell Shalom. Mimi ni mzaliwa wa Asembo Kukise. Wow, Asembo Kukise. Yeah. Okay, asante sana. Labda kabla tujaje kwa sana hii bandi yenu inaitwaje? Unajua labda watu wanaangalia hii bandi wameimba vizuri lakini wangependa kujua labda inaitwa vipi. Yes, hii bandi inaitwa Abidas Melodies. Abidas Melodies. Yes. Wow, mnapatikana wapi katika nchi yetu ya Kenya au mmetoka ng'ambo? Tunapatikana hapa Nairobi. Amen. Yeah, tuko hapa Njiru. Yeah, in any case anything unataka we have numbers. Yeah, tunapeana. Labda kama tujaenda kwa sana tungependa tukujua labda hii bandi imeanza lini na lengo lenyewe ni nini, ni kitu gani mlifanya ikamfanya labda msanyike ili mwanze kuimba. Yeah, hii band tulianzisha 1 year ago. Just 1 year ago. 1 year ago. Kumbe ni changa. Bado ni changa. Amen. Yeah, but tunashukuru Mungu. Na ni kitu gani mlifikiria sana mkasema labda mwanze kwaya Injili na sio zile zingine? Yeah, chenye tulifikiria tulikuwa tumepatana tu kwa makesha zingine. So tukasema yani mlipatana kupitia kwa kazi ya Mungu. Yeah, tulipatana kwa kazi ya Mungu. Which means we are different churches here. Yeah. Sio kanisa moja. Sio kanisa moja. Yes. Ni watu tu tumeplug tukasema tunaweza tengeneza band. Amen. Ambapo tulikaa chini, tukaita meeting, tukakaa chini, tukasema sasa tuanzishe hii kazi tuianzishe sasa. Wow, sasa leo unanijua mko hapa moja kwa moja. Nataka tujue tutarajie nini kutoka kwenyu, labda nyimbo za sifa, tutarajie nini labda. Yeah, by the way hii band inafanya
kazi mingi sana na katika hiyo njia ya kutumikia Mungu kwa uimbaji tumebebana. Wow. Ya tumebebana hapa, hiyo siwezi danganya. Tumesikia asubuhi ya leo umesema wamebebana. Nataka usibanduke popote ulipo. Hii ni Lolo Team moja kwa moja. Hii ni timu ya Abundance Melodies ambayo siku ya leo wako hapa katika kipindi hiki ya Joti Show. Ninadhani Mungu Jaka Dongo usibanduke. Nataka pia niwape nafasi moja kwa moja watupee sasa nyimbo za sifa. Usibanduke, usitoe channel hii. Moja kwa moja mimi Mungu Jaka Dongo usibanduke. Mungu akubariki sana. Makofi jamani kwa Yesu. Cheza tu kidogo jamani. Cheza cheza. Hallelujah yo yo yo. Mwambie yeah 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 yeah.
Yesu ni Bwana. Yesu ni ameniokoa wewe. Amenikomboa wewe. Punde sana tena nilielezwa kwamba waimbaji ni wale noma sana. Unajua sikia hii team wanapatikana hapa Nairobi na wako na nyimbo kadhaa. Vile nilisema hapo awali lazima tuulize maswali kwa sababu kupitia kwa maswali itafanya tujue mambo kadhaa. Bwana siwe dada yetu. Amen. Labda tukiufupi tu ulisema jina lako ni nani, tukumbushe na jina lako sababu kile mmefanya hapa ni maajabu sana. Charlotte Moses. Charlotte Moses. Labda tukiingia tu kidogo pande ya maisha yako wakati ulitambua wewe ni mwimbaji. Ulitambua hii talanta lini? 2013. 2013. Alafu sasa kitu gani ilifanya ukaamua tu kuimbia Mungu? Sababu ndio labda wengine wanaingia kwenda kwa bar, kuna mahip hop, kuna vitu kadhaa. Lakini mbona wewe uliamua tu kusema nataka kuimbia Mungu? Kitu ya kwanza kwa boma ambao nililelewa ilikuwa boma ambao watu wameokoka. Sasa nilikuwa na hiyo moyo moyo wa kufanya nini? Ya kuendelea na hiyo njia. Hiyo kazi ya Mungu. Hiyo kazi ya Mungu. Alafu baadaye nikagundua ya kwamba niko na kibaji cha ya wimbo. Unajua tumeona watu wengi labda wasichana kama wewe for example kuokoka kwao inakuwa ni tabu sana. Utanasema mimi bado niko mrembo, ngoja kidogo. Mbona uliokoka ukiwa mchanga hivi? Sababu na bado wewe ni msichana ama namna gani? Ndio gani ilifanya waamue uokoke ukiwa msichana? Hapo ulifanya dhambi kaisha ukasema sasa niokoke. Naweza sema kuokoka kwangu inalingana na mali nililelewa. Ndio maana sasa niliamua kufuata hiyo njia kwa sababu nilijua hii njia ndio iko sawa na mimi. Ndio kuna wasichana pia wanakuangalia nje kupitia kwa TV asubuhi ya leo. Labda pia wangetamani tu kuokoka kama wewe lakini hawajajua njia kamili kuokoka inafanyika nini, what is the process. Utawaeleza nini kuhusiana mambo na wokovu? Kwa hii njia ya wokovu unaweza amua kivyako. Unajua unaweza ambiwa ati nataka leo uokoke lakini hujaamua. Sasa inalingana na mtu. Sasa kivyangu naweza ambia mtu ya kwamba inafaa unajielewa kwanza na unaamua kivyako we mwenyewe ndio at least hata kama unapata hiyo wokovu itakupea kazi rahisi. Labda ukiangalia ile maisha yako ya baadaye na maisha ya kuokoka gani mzuri? Maisha ya wokovu ni kama wengine wanasema kuna raha katika neno la Mungu lakini tunajua hii raha inapatikana wapi? Kuna raha ukweli. Iko wapi? Raha iko katika hii neno. Juu kuna vitu zenye huwa watu wanatenda hapa nyuma ya lakini ukiamua katika hii wokovu maisha yako itaenda nywe. Inabadilika tena unakuwa msichana mwenye ako sawa. Wow. Vile umesikia asubuhi leo katika hiyo interview yetu hapa sasa umesikia kuokoka kuna raha. Nataka nikwambie popote ulipo na kama uko nyumbani hata kama hujaokoka, amua leo na upate Mungu, upate Yesu kama mkozi wa maisha yako na kila kitu badilika katika maisha yako. Amen. Tuko dada yetu hapa hivi. Yeye pia nataka nimuulize maswali kadhaa kwa sababu watu wengi wanauliza kuokoka ni nini, lakini hiyo lazima tupate jibu asubuhi leo kwa sababu tuko na kipindi hapa hivi. Hii bado tuko nao hapa asubuhi leo inaitwa Abinders Melodies. Ni waimbaji wazuri sana na nakumbuka kama ulianza kwa na pamoja hapa asubuhi umebarikiwa pamoja. Dada yetu Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Labda tukumbushe jina lako, unaitwa nani? Naitwa Evelyn Owando. Evelyn Owando. Yes. Nyumbani ni wapi? Nimezaliwa Sembo Kanyigoro. Sembo Kanyigoro. Wow. Labda tu kwa ufupi tu kuokoka kwako uliokoka lini na ni kitu gani ilifanya ukaokoka? Mimi nilipata wokovu nikishaingia ndani ya ndoa. Nilikuwa naishi na sister yangu, alikuwa naenda kanisa lakini ile kuenda kanisa tu juu watu wanaenda mali unaishi, hakuna mwenye anabaki kwa nyumba. So nilikuwa naenda tu hivyo kanisani lakini wakati nilipata wokovu nilikutana na Yesu wakati nishaoleka niko kwa ndoa.
Yeah. So kwa ndoa kwa sasa uko na kama miaka ngapi ukiangalia sababu unajua labda uko na maarifa zaidi kuhusiana na mambo na ndoa. Sababu ni vizuri pia kujua mambo haya. Kwa ndoa sasa hii niko na miaka 16. Wow, inamaanisha hata watoto pia ni wakubwa. Yeah. Wacha tukupigie makofi. Amen. Labda tu vile umesema hivyo, unajua kuna watu wanaona sasa wacha niokoke kwanza ndio wacha niolewe kwanza alafu ndio niokoke. Wewe pia uliamua hivyo ama ni Mungu tu alipanga ifanyike hivyo? Naweza sema ni mpango ya Mungu. Maanake sikuwa najua kama hata mimi naweza okoka. Yeah. Inamaanisha hapo nyuma ulikuwa bulletproof, ulikuwa hatari sana. Yaani ulikuwa naona uwezi kuokoka. Hiyo mambo ya wokovu hiyo sikuwa naona kama nitafika hapo. Nilikuwa naona ni kitu kingine aingiani na mimi. Na labda vile uliingia ukaokoka sasa, ni kitu gani unatuambia uliona ni mzuri ndani ambaye unasabia mtu tu tafadhali pokea Yesu kama mwokozi wako kwa sababu kuna raha ndani ya Yesu? Mimi kenye nazaambia watu kubali Yesu. Maanake raha tumefanya lakini tujapata faida ya raha. Lakini wakati uko ndani ya Yesu unapata kama uko na amani. Maanake kuna vita ambayo watu wanapigana nao za ambayo tunaweza sema pengine ni mambo makubwa. Maisha yako pengine ni maisha ya kulia. Na pengine unaweza sema wakati wangu kuokoka bado. Lakini wakati unakubali Yesu uko na upumziko. Unapata mzigo ambaye ulibeba, Yesu anapata kutoa, unapata uko huru. Sasa kenye naweza sema tafadhali uwe kijana pale nje. Uwe mama, uwe baba, kubali Yesu kuna raha. Yesu. Kwa Yesu kuna mengi mazuri. Amen. Amen. Wow. Asante sana ndugu yetu kijana. Bwana sifiwe tena. Amen. Nimeona ukiimba hapa hivi labda tukumbushe jina ndio tuendelee tena sana kwa kuna kidogo. Kwa majina naitwa Lucas Ochieng. Lucas Ochieng. Yes, na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Vile nimuuliza hapo awali nimeona vijana wakiimba hip hop, wengine unaimba reggae, wengine unaimba ohangala. Yes. Lakini nimeona wewe uko tofauti kidogo. Mbona uliamua kuimbia Mungu? Yes, mimi niliamua kuimbia Mungu. Kwa ajili mahali Mungu alinitoa. So niliamua kuimbia Mungu. Yes. Nimesikia watu wengi sana kusema penye Mungu amenitoa, lakini wajuangi wanamwanga Mungu anatoanga watu wapi? Tungependa kusikia kwa ufupi Mungu amekutoa wapi? Yes, kwetu mimi nilizaliwa mahali ambapo watu hawakuwa wameokoka. Okay. Yes, boma ilikuwa inapikwa pombe chang'aa. Ya watu walikuwa naomba hizi machache zingine watu wanakunywa chang'aa. Yaani mtu ana kanisani lakini akirudi nyumbani yes ni mlevi chakari. Yes, jinsi mimi nilivyoingia Nairobi 2012. Niliamua kumtumikia Mungu. Kuna brother yangu alimpeleka kanisani. Ya hapo ndipo niliokoka. Na nilikuwa naomba Catholic. Nikatoka pale nikaamua kumtumikia Mungu. Yeah, so since 2012 nilikuwa nikitumikia Mungu. Yes, na sijawahi badilisha. Sasa kuimba kwako ni kama talent ama kuimba kwako ni vile ulienda kanisani ukaanza kuimba ama ulianza kuimba? Jitambuaje uko na talanta ya uimbaji ndani mwako? Mimi nilianza kuimba nikiwa bado mdogo. Baba yangu alikuwa mwimbaji pia. Alikuwa anacheza nyatiti. Anaitwa nani jina lake? Labda anajulikana sana. Alikuwa anaitwa Vitaly Sogada. Alikuwa anacheza nyatiti. Alikuwa kimbaka ajibu tuonyeshe kidogo labda anajulikana. Siwezi kumbuka. Ai bwana wewe unanidanganya wewe. Sasa tuseme kuimba kwako umerithi kutoka kwa wazazi. Yes, nimerithi kutoka kwa wazazi. Juma babu wetu pia walikuwa waimbaji. Yes. Nimesikia kitu fulani wakisemanga labda mimi yetu ni kama Kisumba ya kwetu ama Juki ya kwetu. Hii sasa ikoje sasa ama hii hapo ni Roho Mtakatifu? Kivyangu naweza sema yangu ni Roho Mtakatifu. Yes, juu nikisema ni hiyo juogi venye Wajaluo nasema ningekuwa naimba secular. Yes. Nimesikia mara ya kwanza watu wengi wakicomplain sana. For example, tumesikia kuna sauti mzuri wanasema labda huko kwenda kwingine labda kupanda hanga labda kwingine kuna hela kushinda hii neno la Mungu. Yes. Na wewe nimeona uko topa hivi na hiyo muda umeniambia kutoka 2012 hadi leo, hiyo si muda mfupi, muda mrefu. Yes. Kutoka sasa tutarajie nini kutoka kwako upande wa uimbaji? Ya kupanda uimbaji nitarajie vitu nzuri. Yes, vitu ziko kwa jikoni. Ya zinakuja. Ya na Mungu najua atatenda mema. Amen. Na kwa sasa wewe bado ni kijana kibarubaru ama tayari umesabukiwa? Nimebukiwa.
na harusi ni karibuni. Yes. So nataka tuje tukule keki ama vipi? Ama keki lazima. Ama wewe ni mchoyo? Keki lazima. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Umesikia hapo hivyo ni kijana wetu ambaye anaimba vizuri sana. Najua wakati ni mzuri. Usihangaike, usibanduke popote ulipo. Hii ni Lolo TV moja kwa moja na wako mmoja Kadongo. Nasemanga hata kama uko Mombasa, hata kama uko Kisumu, ama hata kama uko Nakuru, neno la Mungu ni kama chuma, neno la Mungu ni kama nyundo. Usihangaike. Hata kama unateseka asubuhi ya leo, I want to assure you, our God is faithful. He's going to bless you. He's going to raise to another level because our Father is always faithful. Asubuhi ya leo ibada inajulikana kama Binders Melodies. Wameimba vizuri, lakini kabla tumalize, nataka pia niwape nafasi tena waimbe tena kidogo wimbo mbili ama tatu. Nimejulisha kwamba kuna mmoja wao hapa hivi tena ametoa kanda. Pia nataka tumuulize hii kanda yake imetoka wapi na kuna lengo gani kuhusiana na mambo na Mungu. Kwa hivyo I want to give them an opportunity to bless us with some numbers. May God bless you. Don't go away. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Hallelujah. We baba, baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Wema wako, fadhili zako, Yesu pokea sifa. Baba tunakupenda, nasema pokea sifa. Umeniwezesha Baba, Yesu pokea sifa. Baba tunakuinua, nasema pokea sifa. Jinsi nilivyo kwa wema wako, Baba pokea sifa. Jinsi nilivyo kwa wema wako, Baba pokea sifa. Baba
Wow, karibu sana popote ulipo. Bila nimesema leo tuko na wageni mbalimbali na waimbaji. Mungu amewabariki, wako na nyimbo kadhaa, wametoa kanda, na leo katika kipindi hiki nataka ubadilike. Nataka kubadilike, uokoke, kwa sababu tumeangalia mambo yote tumefanya asubuhi ya leo. Tumesikia kwamba katika wokovu kuna raha, kuna mambo yanafanyika vizuri kama uko ndani ya Yesu Kristo. Asubuhi ya leo niko na wanadada hapa hivi wameokoka asubuhi ya leo, nimeona wamesmile. Mungu amewalinda, amebariki. Kwa hakika nimeona ni upendo wa Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Sasa kabla tu, unajua aliniambia umetoa kanda, na hii kanda yako hatujajua ulitoa lini, ni kitu gani ulifanya ukatoa kanda. Hebu kwanza tukumbushe jina lako mara ya pili. Jina ni Evelyn Owando. Evelyn Owando. Yes. Wow. Na Evelyn Owando, kutoka kanda kwako ilichukua muda gani? Uliokoka tu hivi ama ulioleka hivi ukatoa kanda, ama ni kitu gani ulifanya ukatoa kanda? Okay, kutoa kanda nilichukua muda. Wakati nilikuwa natoa hii wimbo, kuna changamoto nilikuwa napitia. So wakati nilikuwa napitia changamoto, nikapata wimbo. Naweza kumbuka kuna wakati nilitolewa nje kwa nyumba. Nilifukuzwa nje kwa nyumba. So kwa hiyo harakati ya uchungu na mawazo mengi, nilipata wimbo ambayo inasema Yesu anaweza. So wakati nilikuwa naimba hii wimbo, sikuwa najua ni wimbo kubwa. So nilikuwa naimba tu wakati niko kwa huzuni, nakumbuka kuimba Yesu anaweza. Na wakati nasema Yesu anaweza, na nalala nje na watoto. Hakuna chakula, mambo yalikuwa magumu sana. Yeah. Wow, pole sana. Vile umesikia asubuhi leo ni mwimbaji hodari, ametoa kanda, na kama kawa sichukwange muda mrefu. I just want to give her time. Angalau tubariki na ile wimbo ambayo Mungu amempea asubuhi leo, ambayo inasema Yesu anaweza. Bwana asifiwe. I just want to give you that opportunity ili tubariki. Wakati ni wako. Amen. Sasa kwanza ongea na watu, wajulize tena, alafu kitu kidogo tena kusema hiyo wimbo wako. Nataka nikwambie Yesu anaweza. Hata kama uko mgonjwa, uko hospitalini, hata kama mambo ni magumu, unapotazama upande hauoni msaada, lakini Yesu anaweza, atakutendea mema. Kubali Yesu. Amen. 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 Wacha tupate wimbo. Nimetembea sijapata kama yeye, mwenye ukarimu, rafiki wa wote, anatuongoza kwa njia zake. Huyu Baba, huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Hakika alilia kwa uchungu, ndipo Mungu ukashuka kwake, ukatatua tatizo lake la tasa, ukaleta furaha kwake. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Mganga wangu, daktari wangu anaponya. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Hakika Yesu alienda Bethania, akafufua
anapigana vita vyangu vya kiroho. Huyu Yesu anaweza. 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 Yesu anapigana vita vyetu, anatenda mema. Mungu simba wa kabila, yeye ushindi ni wake. Yeye anaponya baba, Mungu aliponya ukoma, Mungu alifufua, Mungu ushindi ni wake. Mungu yeye, Mungu yeye, Mungu yeye, Mungu. Alitenda mema, Mungu alitenda mema. Mungu alishindia Elia vita. Mungu alitenda mema baba. Mungu alipigana. Mungu yeye alionyesha Goliath. Yeye ni Mungu simba wa kabila. Mungu simba wa kabila. Mungu ushindi ni wake. Mungu vitani vyake. Mungu hata leo mama atatenda, hata leo baba atatenda. Shida zako ni ya muda tu, huzuni wako ni ya muda tu, mapito yako ni ya muda tu. Leta kwa Yesu, atatenda. Mpe Mungu, atatenda. Mungu yeye, Yesu yeye. Leo ni ile leo. Wow. Hey. Hakika Yesu anaweza. Hata kama unapitia katika changamoto, hata kama kuna shida, wetu anaweza. Mungu wetu kuna wetu juu ya maisha yako, juu ya biashara zako, yani juu ya watoto wako. Achilia Mungu. Msichana wetu. Hiyo ngoma ni kali jamani. Leo ndio leo. Sasa kwa labda kwa ufupi tu, labda mtu ataka ngoma zako, atafanya nini pamoja na namba ya simu? Okay, ukitaka wimbo utanitafuta kwa YouTube. Unaandika tu Owando Evelyn. Owando Evelyn. Owando Evelyn. Owando Evelyn unaweza andika huyu Yesu anaweza. Kuna mawimbo hapo, unapo kitafuta utazipata hapo. Mzuri tena moto sana. Wow. Labda kabla tujamaliza, aende kawa labda kuna mkutano, kuna crusade, na si kama unaendanga hizo mkutano, na kama unaenda, nimesikia wengine wakisema mimi nikienda kwa mkutano nataka 50,000, 100,000, lakini kama wewe waando nataka ongee kwa niaba yako, unafanyaga vipi ili ufike katika mkutano zetu za Injili? Okay, katika mkutano za Injili ninapoitwa katika mkutano za Injili, Biblia inasema kuna jambo ambayo inasema katika madhabahu, ambapo inasema yule ambaye anafanya kazi katika madhabahu anafaa apewe sehemu ambayo imetoka hapo kwa madhabahu. Yes. Yeah. So ukitoka kwa mkutano utauliza katika madhabahu ni kitu gani kimepatikana huko, nipewe sehemu? Hapana. Siwezi sema hivyo. Lakini ndio kuna mkutano zingine ambayo ukienda unaweza pata changamoto, hata kupata jinsi ya kurudi mahali umetoka ni shida.
na kuna zingine na unapoenda watumishi wa Mungu wanajua huyu amefanya kazi ya Mungu, inafaa tumbariki. So unaongelea kuhusu baraka. Ya, naongea kuhusu baraka. Baraka ya madhabahu. Baraka ya madhabahu. Wow. Amen. Nitakupea nafasi usalimie watu wawili pamoja na labda nambari yako ya simu, kwa sababu naona watu wengi watakupigia simu kwa sababu ile kazi umefanya hapa hivi Mungu tu anajua. Okay, nataka nisalamie mzee wangu ambaye anaitwa Charles Owando. Ni mzee ama ni kijana mzeka? Hajazoeka. Msio kusema mzee nikafia labda ni baba nyumbani. Okay. Ama bwana yako. Nataka nisalamie bwana wangu. Wow. Ambayo ni ATM yangu. Yule ambaye anajua inafaa niwe jinsi nilivyo. Wow, amen. Amen. Na nataka nisalamie mchungaji wako, apostolo wangu ambaye anaitwa Joel Juma Odalo. Watatu nataka nisalamie mama yangu ambayo nampenda ambaye anaitwa Maureen Awuo na Jerusalem. Wow. Amen. Amen. Wow, asante sana popote ulipo, karibu tena. Leo imekuwa ni siku ya baraka tangu saa 12 asubuhi. Tumekuwa na nyimbo za Katoliki tulibarikiwa pamoja, alafu baadaye tumekuwa na wimbo hapa hivi. Tena asubuhi tumekuwa na Abhidas Melodies ambayo wametubariki, alafu tumekuwa na msana wetu ambayo pia ametubariki sana. Na bila kuharibu wakati, leo ilikuwa ni leo na lazima tubarikiwe. Hata kama uko nyumbani Mombasa, tumepata ujumbe kutoka Mombasani, watu wa Nairobi, Naivasha. Nataka niseme ya kwamba kama uko nyumbani na uendi kanisani, unafanya vibaya sana. Neno la Mungu lazima utembee nayo ili neno la Mungu ikufanyie kazi. Popote ulipo, kama uko Dandora, mimi ni mchungaji nilisema hapo awali, tuko na kanisa Dandora, usikae nyumbani. Kama uko Dandora, tupatane kanisani baada ya siku ya leo katika runinga yako upendayo ya Lolo TV. Kitu kingine pia ningependa nimkaribishe msichana wetu. Hii wimbo nyimbo zake nimeitishwa. Yaani watu wengi wame request song zake mara si moja. Anaitwa Irene. Kuna wimbo nasema Elohim. Elohim ukiingilia katika neno la Mungu ni neno kubwa sana juu ya neno la Mungu. So popote ulipo, nataka uchukue muda kidogo nikupe wimbo wake ya msichana wetu Irene ambaye anaimba nayo wimbo ambao unasema Elohim. Alafu baada ya muda kidogo tutakuwa na imali hapa asubuhi ya leo, kwa sababu Mungu ametupea neema, Mungu ametubariki, na hii kibali yote ambayo tuko nayo asubuhi ya leo ni kwa sababu ya Elohim. La sivyo, pokea wimbo wake katika njia mafupi namna hii. What is your name, Jesus? You're the Son of the Most High God. What is your name, Papa Jesus? Messiah.
Asante sana. Vile nimesema hiyo ni wimbo ya Elohim ya msichana wetu ambaye anajulikana kama Irene. Tuko naye hapa asubuhi ya leo. Nataka tujuane moja kwa moja, angalau tujue kutokana na wimbo zake. Tumesikia watu wengi wakirequest, watu wengi wakibarikiwa kupitia kwa nyimbo zake, lakini asubuhi ya leo tumepata neema na kibali, tuko naye mahali hapa hivi. Msichana yetu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana katika kipindi hiki ya Joti Show asubuhi ya leo. Asante sana. Kwanza kabisa, jina lako ni nani? Naitwa Irene Omolo. Irene Omolo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Irene Omolo, pale nyumbani unataka sehemu gani labda? Nyumbani natoka sehemu za Rongo. Rongo Kamagambo. Kamagambo. Wow. Yes. Ya tumeona mara si moja watu wengi wakirequest ngoma zako, na tungependa kujua labda sehemu yao kidogo. Tunapoongelea upande wa Mungu. Irene ni nani katika kazi ya Mungu? Wow. Katika kazi ya Mungu Irene ni mtumishi. Yes. Napenda Yesu, nimeokoka. Na napenda kuhubiri neno la Bwana. Na isipokuwa pia kutokana na yale ambayo nimeyapitia, ilibidi niamue kumtumikia Mungu na jinsi nilivyo. Kwa sababu ameniumba nimtumikie. Umepitia changamoto kama ni nini jamani? Nimekulingana na jinsi ambavyo nililelewa. Sikuwa na wazazi, so nikawa nimepitia vitu vingi sana. So kutokana na hayo nikasema kwamba kwa yale ambayo amenipitisha na kanifanya niwe jinsi nilivyo leo, hakuna kitu chochote ambacho naweza mfanyia isipokuwa ni kumwabudu na kumtukuza, kumwambia tu asante Bwana kwa yale ambayo umeyatenda. Na pia niweze kuambia the whole world wakuje wapate kujua kwamba kuna yule Mungu ambaye anaweza, kuna yule Mungu ambaye anatenda na anaweza kukufanya ukue jinsi ambavyo yeye mwenyewe anataka. Maanisha si lazima kama nilikuwa orphan lazima sasa nishinde kuimbia watu. Mimi nilikuwa mtoto yatima ama nini, lakini Mungu anatenda mambo makuu. Amen. So kukoka kwako ulijuaje inafaa niokoke? Sababu inapanga watu tatizo sana. Utasema sisi ukoka nikiwa msichana lazima nizoeke. Ukimwambia mtu umeokoka, hapana, kwani niokoke nimesafanya vitu vingi, sifanya dhambi yoyote. In such a way. Mimi niliokoka nikiwa first year campus. Na nashukuru Mungu kwa sababu hiyo siku niliokoka nilipanga kwenda disco Migori. Kumbe mkatadenzi. Ile maisha ya campus, umeingia university, uko first year, then unapata ile group, unaambiwa mazee twende disco. Alafu unapata like I remember that day we had planned, tulikuwa tumepanga, it was a group. Na kwa kuna mtu wa CU kijana ambaye tulikuwa nafanya course moja education, akawa ananiambia ili wewe lazima uokoke. So naambia mimi siwezi kuokoka, mimi ni mtu wa Catholic. Nimezoea Catholic, that is my church. Actually nimelelewa Catholic tangu utotoni. So I remember that day ukiwa siku ya it was around Ijumaa jioni na walikuwa na weekend challenge. So nikawa nasikia pale wanahubiri, wanafanya nini. Ananiambia wewe kuja dakika 2 tu. Lakini hiyo dakika 2 ilitani kuwa whole night. Nikawa namlilia Mungu na nikajikuta kwamba yale ambayo yalikuwa yanahubiriwa pale ni kama ilikuwa yangu. So nikayapokea na nikamwambia Mungu, mimi naja ni jinsi nilivyo. Niko tayari niokoke. Na hivyo kidogo tu kuna kitu umetaja hapo hivyo mambo na campus. Yes. Unajua sasa asubuhi watu wa campus wanakuangalia wanashangaa msichana yetu Bwana toa siri zetu. Bwana anatuongelea hivyo. Labda ukipia tu ile maisha ya campus. Unaona wako na Mungu ama wako mbali ama utawarekebisha kivipi? Wacha nikwambie ukweli brothangu. In campus ni ile utoke kama we ni mzuri ama we ni mbaya. Vitu viwili. Either hot or cold. Hakuna kitu kingine. Ni either uamue kuokoka ama utoke kama wewe ni wa dunia. Amen, amen, amen. Before we wind up, kabla tujamaliza, labda kuna namba ya simu, songs zako zinapatikana wapi, na salamu kwa watu wawili ama watatu. Okay, being that I'm a counselor, I'm also a mentor, I'm a teacher, I'm a preacher. You are a counselor, a preacher, a singer, a mentor. A mentor. Amen. Hey. All those, by God's grace. Amen. So if you feel sometimes you are down and you feel you need somebody to counsel, you need somebody to talk to, somebody, a soul to lean on, you can always call me. My number is 07690 91065. Repeat once again. 690 91065. And therefore I'm on YouTube channel. My YouTube channel is Irene Omolo, IRENE Omolo double-L. Irene Omolo is my YouTube channel. You can kindly share, like, subscribe and comment to my songs. My preachings, my teachings are all there. My motivational speeches are all there. And also all my media platform, Instagram, Facebook, TikTok, find me the name Irene Omolo. Does not change, just the same Irene Omolo. And I want to pass my greetings to
My brother David Owino, wherever you are. Benedict Hawkins from Molo. My brother, the one I'm following. That's my daddy. Wow, amen. Natumai sasa watu wengi watakupigia simu, lakini ukienda kwa mkutano hujatuambia ulisema lazima Amen. I'm a servant of God. I'm not trading with my ministry. Actually, to me, I believe I'm called to serve. I'm a servant of God. Ukifeel kuniita mimi niite nipasue injili. I don't want. Okay, unless somebody feels it there, but I'm not coming because of payment. Because this thing has been given for free. We are allowed and we are being told even from the word of God, release it for free. Because if you don't utilize, somebody will be given. So maybe I'm not going to tell you nitumie hiyo kabla utume CG. No, I'm not that. I'm a child of God. Una vikwaso. So long as it is straightforward, that is wonderful. Wow, popote ulipo, vile tulianza mapema, nilisema ya kwamba leo ni leo. Asubuhi ya kwanza tulianza na mambo na nyimbo za Katoliki, baadaye tukawa na mchungaji ambaye anaitwa Bishop Diana, alafu baadaye tena tukawa na Binders Band ambayo umetubariki hapa hivi. Alafu mwishowe tuko na dada yetu ambaye anaitwa Irene Omoro. Vile amesema, ingia katika channel yake ya YouTube, angalia song hapo hivyo, share, neno la Mungu ifike kote. And what I want to tell you also, by 6th of next month, tarehe 6 mwezi ujao, next Sunday but one, I want to tell you, tuko Dandora terminus hapo hivyo, pamoja na Irene Omolo, pamoja na Binders Band, tutasifu Mungu hapo hivyo. Usiwe nyumbani. Kama uko Dandora phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, I told you before, I'm a servant of God, I'm a pastor, and we need to do the work of God purely because we know the goodness in Jesus Christ. Kama hujaokoka, tafadhali usikae hivyo. Kuokoka ni kitu rahisi sana. Unaamini Yesu Mwokozi wa maisha yako, alafu naanza kutembea na Mungu wako, na Mungu wako atakutendea katika wakati uliofaa. La sivyo, bwaheri kwa sasa na Mungu akubariki sana. Wow. Tukimaliza tutakupia song ya Faithful God, wimbo ya Irene Omolo. Mungu abariki sana. Amen. Sisi hiyo ngoma kidogo sasa tukipata.
Bwana asifiwe. Majina yangu ni Bishop Diana wa kanisa la United Christian Ministries. Nashukuru Mungu kwa kibali, neema na baraka. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu ni Baba, nasema asante kwa neema yako na ushindi. Asante kwa neno lako ambalo Baba linaenda kupita. Baba yangu, ukatufungue masikio na macho yetu tusikie neno hili liweze kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na atakuamini. Maandiko yanatoka katika kitabu cha Marko 16 mstari wa kwanza kufika mstari wa 4. Neno la Mungu lasema hivi: hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetufingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kufingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Maandiko yanasema kwamba alfajiri mapema siku ya kwanza siku ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo waliamka asubuhi mapema kwenda kaburini. Walipofika mahali pale, maandiko yanasema kwamba walikuwa na nia moja, kwamba kwenda kumpaka mwili wa Yesu mafuta. Na maandiko yanasema kwamba walipofika njiani kuna jambo lilikuwa linawasumbua. Nataka kuzungumza katika safari yako ya wokovu, ya kwamba unapoondoka kwenda ukiwa njiani, mambo unayapitia ni mazito. Nataka nikupe moyo ya kwamba usikufe moyo, ni kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Mariamu na Salome walipokuwa njiani wakienda, waliulizana ya kwamba ndiyo tunaenda, lakini katika kaburi lile wameweka jiwe kubwa, na hili jiwe hatuwezi kuvingirisha, maana nguvu zetu ni chache, maono yetu na uwezo wetu hatuwezi kufikia mahali pale. Nazungumza na mtu ambaye unaona ya kwamba katika maisha yako mambo yamekuwa mazito, mambo yamekuwa magumu katika safari yako ya maisha, safari yako ya ndoa, safari yako ya wokovu, safari yako ambayo ni safari ya uimbaji. Wewe muimbaji, usikufe moyo katika safari yako. Lile jiwe ambalo naliona limekuwa nzito, Mungu yupo. Nataka nikutie moyo ya kwamba Mungu anaweza. Mungu atakuondolea lile jiwe, Mungu atakusimamia, Mungu atakuwezesha, Mungu atakusimamia na aliondoe lile jiwe ambalo liko mbele. Jambo ambalo nataka kufanya ni jambo gani? Amini ya kwamba Mungu yupo na yeye atakuwezesha katika maisha yako. Amini ya kwamba Mungu atakuondolea lile jiwe ambalo limekuwa nzito katika maisha yako. Mambo ambayo unaona kwamba hauwezi, mambo ambayo yamekuwa magumu katika safari ya ndoa, safari ya wokovu wako. Umefikia mahali unaona kwamba hautaendelea na ndoa. Umefikia mahali ya kwamba unaona kwamba hautaendelea katika hali ya uimbaji, katika hali ya kazi yako imekuwa nzito, umekwama njiani. Ni kwa sababu kuna jiwe nzito ambalo hauwezi kuliondoa. Magonjwa yamekuwa mazito, yamekuwa magumu katika maisha yako, umeona kwamba hautaweza. Nataka nikutie moyo ya kwamba hilo jiwe ambalo ni nzito katika maisha yako, Yesu anaweza, na ni Yesu tu pekee ambaye ni jibu katika maisha yako. Atakuondolea lile jiwe, atasimama katikati. Maana maandiko yanasema kwamba Salome na Mariamu walipofika mahali pale wakasemezana njiani, ni nani atakayetuondolea lile jiwe? Lakini walipotazama mahali pale walikuta kwamba lile jiwe limevingirishwa. Nataka nikutie moyo kwamba Yesu Kristo atakusaidia kuondoa ile shida ambayo imekuwa ngumu, matatizo ambayo yamekuwa mazito katika maisha yako, mambo ambayo yamekuwa magumu ambayo hauwezi katika maisha yako. Nakutia moyo nikisema kwamba wakati huu muangalie Kristo, maana Yesu ana uwezo wa kuweza kukuondolea lile jiwe. Ana uwezo wa kuweza kusimama katikati na kutie nguvu, akutie uwezo, mamlaka, na lile jiwe litaondoka. Maana utakapoachilia moyo wako na kujiachilia mbele zake Mwenyezi Mungu, maandiko yanasema kwamba lile jiwe litaondoka. Nazungumza kuhusu jiwe, mambo ambayo ni magumu, mambo ambayo ni mazito, mambo ambayo hauwezi. Nataka nikuambia kwamba Kristo ana uwezo. Mungu atakuondolea. Wewe uliye mgonjwa, umelala kitandani, madaktari wamekutibu, umeenda mpaka kwa waganga, umezunguka huku na kule,
hii magonjwa haiishi. Nataka nikutie moyo ya kwamba Yesu anaweza. Yesu ataondoa lile jiwe. Yesu ataondoa hayo magonjwa. Yesu ataondoa hiyo matatizo. Muamini, maana Yesu anaweza kila jambo. Yeye ana nguvu, ni mwanzo tena mwisho. Aliyeanzilisha ndoa yako ataikamilisha. Aliyeanzilisha huduma ndani mwako atakamilisha. Magonjwa yaliyobana mwili wako, muamini Kristo ana uwezo, atakuondolea haya magonjwa, maana Mungu ana uwezo. Unapomwamini yeye, atasimama kuinua na kutakasa na kufungua maisha yako. Hautabaki katika hiyo hali, maana Mungu wetu ni muumba mbingu na nchi. Yeye ni mwanzilishi wa kila jambo. Atasimama, anakujua hata hesabu ya nywele yako. Mungu anajua. Mungu anajua kila jambo. Mungu anajua kila unapitia, lakini anataka umwambie ya kwamba Mungu, hapa mahali nimefika siwezi. Mahali nimefika mambo ni mazito. Mahali nimefika, Mungu wangu, nimefika mwisho. Na hapo mwisho mahali umefikia, Mungu achukue ushukani wa kuanza mwanzo wake. Huenda haukumjua Kristo. Nataka niseme na wewe, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi mwenye dhambi, ninatubu dhambi zangu na makosa, niokoe na kunitakasa. Futa jina langu katika kitabu cha kuzimu, liandike katika kitabu cha uzima. Naokoka leo na kuamini Kristo ni Bwana. Amen. Nataka ufanye hivi. Umelisikia neno la Mungu ya kwamba ulikuwa umefika mwisho na ulikuwa mahali ambapo hauwezi. Hilo jiwe limekataa kuondoka. Mungu ako na uwezo, atakuwezesha, ataondoa hilo jiwe, atasimama pamoja na wewe, atakuinua katika maisha yako, atakubariki. Maana baraka ambazo hazina majuto ni baraka zake Mwenyezi Mungu. Maana Mungu akisema kwamba amekubariki, hakuna wakupinga. Mungu akisema amekuinua, hakuna wakushusha. Kwa hivyo simama tu mbele zake Mwenyezi Mungu, niseme ya kwamba Mungu, ninakuhitaji. Mungu, nimesimama mbele zako, nimeamini ndani ya moyo wako, na umeamini ndani ya moyo wako, na Mungu atasimama kukubariki tena na kukuinua tena katika maisha yako. Kwa hivyo lile jiwe ambalo limekuwa nzito katika maisha yako, Yesu ana uwezo, maana hakuna jambo lilo ngumu la kumshinda Mwenyezi Mungu. Mungu anaweza kila jambo. Kwa hivyo usikufe moyo, usibaki nyuma, usihangaike, usiteseke, maana kuna jibu ya kwamba Yesu ana uwezo wa kuondoa lile jiwe. Lile jiwe litaondoka wakati ambapo utasimama tu na kumwamini Kristo katika maisha yako, na ushindi utapatikana. Mungu atasimama pamoja na wewe ambaye umeshindwa, ukaona ya kwamba nitawacha huyu mume, nitawacha huyu mke. Kuacha mke na mume sio suluhisho. Suluhisho ni kumkaribia Kristo, na Kristo ataondoa hilo tatizo ambalo limesimama katika maisha yako. Kristo ni suluhisho, ni mwanzo, ni mwisho katika maisha yako. Atakuwezesha. Yeye ataondoa hilo jiwe, ataondoa hayo matatizo, ataondoa tabu na mateso. Mungu atasimama pamoja na wewe, na utaona ushindi katika maisha yako. Utaona uwepo wake Mwenyezi Mungu, maana Mungu anakuhitaji. Mungu anahitaji wewe tu. Ana wivu na wewe, na wivu wake Mwenyezi Mungu ni mzuri sana kwako. Ni kwa sababu Mungu anakujua vizuri. Mungu anakutambua vizuri. Mungu anajua maisha yako vile yalivyo. Kwa hivyo simama tu katika njia zake Mwenyezi Mungu, niwaambie: Bwana, hapa nimefika, wewe ndiwe mwanzo. Na Mungu atasimama kutetea maisha yako, kuinua maisha yako. Wewe mchungaji ambao umekuwa na kanisa limeisha, watu wameondoka, unayumba yumba, nataka nikutie moyo kwamba Yesu ako na uwezo. Atafungua maisha yako tena, atakuwezesha tena. Simama tu na uombe, na Mungu atabariki huduma wako, kwa sababu umemkaribisha Kristo katika maisha yako. Umemkaribisha Mungu katika huduma wako. Umesimama na kuambia Bwana, nitetee, maana hapa nimefika, peke yangu sitaweza. Mungu atafanya urejesho tena. Mungu atasimama kurejesha walio kuacha, watarudi. Maana Mungu anasema kwamba njia za mtu zikimpendeza, Mungu anakupatanisha mpaka na wale maadui. So walio kukataa watakaribia. Ni kwa sababu gani? Lilikuwa ni jiwe nzito, lakini sasa Bwana ameliondoa, amerahisisha njia iliyofungwa. Mungu
Mungu anaifungua tena. Na mahali ambapo unaona kwamba umefika, biashara zimeisha, maisha yamekuwa mazito, umefungiwa nyumba, umekuwa mgonjwa na mambo yamekuwa mazito, nataka kusema na wewe ya kwamba Mungu atasimama wakati ambapo wewe mwenyewe utafanya uamuzi wa kusema kwamba Bwana Mungu, niko hapa na ninakuhitaji, ninaomba unitakase na unifungulie njia. Mungu atasimama tena, maana baraka za Mungu hazina majuto. Baraka za Mungu hazina mwisho. Mungu atasimama, maana yeye ndio mwanzilishi wa hiyo huduma. Atakuinua tena, atakubariki tena kwa jina la Yesu. Wacha tuombe. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mungu wetu, wewe ni Bwana. Msikilizaji na mtazamaji amesikia hili neno, na muombea baraka, amani na ushindi, mwiniwe na kumbariki katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.